22 utatambua kwamba Mungu alisema na umbwa wamenisuluhisha, hata mbavu zangu zinaonekana, wanagawanya hata nguo zangu. Zaburi 22 ilikuwa mtabia Yesu bila umbwa watamsuluhisha, maana Yesu hakusuluhishwa na Waisraeli, alishughulikiwa na mataifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mataifa ni watu ambao hawajaokoka. Yeremia akaambiwa kwamba nimekupatia uwezo, nimekupatia mamlaka ya kuwatawala mataifa. Wewe leo umepewa uwezo na mamlaka ya kutawala mataifa. Watu ambao wana mamlaka kama wewe, watu ambao hawajaokoka. Sema amen. Haleluya. Amen. Kila mmoja mahali hapa ana power. Kila mmoja mahali hapa ana authority to control, to rule the nation, mataifa, kijiji, hata watu, hata familia. Umepewa. Na mtu asema amen. Amen. Hata mimi nimepewa. Namba 2, akaambiwa ya kwamba na juu ya ufalme, nataka uelewe kwamba katika dunia ufalme ni mbili. Kuna ufalme halisi ambayo inaongozwa na rais na ufalme ambao tunaona, na kuna ufalme namba 2 inaongozwa na Lucifer mwenyewe, nyoka ya zamani, mrongo wa zamani. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Mungu leo, wewe umeokoka, amepatia authority ya kukanyanga, ya kurulu over the demon and all the power of darkness. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo katika ulimwengu wa giza hakuna kitu kinaweza kufanya juu ya maisha yako. Kwa shida ni kwamba hatujielewi. We don't understand ourselves. We don't understand the word of God. That is our problem. Hallelujah. Amen. Lakini ukielewa neno la Bwana na lichukue vile ambavyo ilivyo, utakuwa hivyo. Maana kile kinatenda kazi katika mambo ya wokovu, katika mambo ya Mungu ni imani peke yake. Na kama una imani utakaa na bunduki na utaipiga hata siku moja, kwa sababu imani ya Mungu. Imani ndio inakupatia ile mwendelezo wa kutenda mapenzi ya Bwana, ule nguvu ya kufanya mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo Mungu anakuambia leo, mtu wa Mungu ambaye anasikia, ya kwamba amekupatia mamlaka, ya kwamba amepatia imani wewe kuongoza ya kutawala mataifa na kutawala ulimwengu wote wa urahisi. Haleluya. Amen. Kutawala mamlaka yote ya giza na kutawala mamlaka yote ya kirahisi ama ya nchi. Umepewa mamlaka. Haleluya. Amen. Pale kijijini unaweza kuwa kuna mganga, unaweza kumwamisha, unaweza kumwangamiza. Haleluya. Amen. Ukitumia maandiko, kwa sababu Mungu amekupatia power over it. Amen. Ninashukuru Mungu, pastor wetu Jennifer kule Meriti, wakati alienda kwa ile kijiji, kulikuwa na mganga, alikuwa na watu Kisumu, anatoa watu Nairobi, anatoa watu Mombasa yote, wakienda kuzangwa pale. Alikuwa anajulikana. Na alipohamia pale, hakuwa anakaa karibu nyumba ya 3 na ule mganga. Na siku moja akiomba, akaonyeshwa nyoka, na akaambiwa huwa hiyo nyoka. Haleluya. Na hiyo nyoka iona katika hiyo nyumba ya mganga. Na akaamka usiku, akaanza kuikatakata, akaanza kuichoma, akaanza kuisambaratisha. Na asubuhi yake kitu kama saa 7 akaletewa ripoti ya kwamba mganga amekufa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wale wachawi wengine wote pale around walikimbia wakaenda kukaa, kwa sababu akasema kumekuja nabii, kumekuja mtu wa Mungu anawaka moto. Haleluya. Amen. Ni kwa sababu alielewa maisha yake ni nini. Wewe unaota ndoto unaua nyoka, utaamka asubuhi utashughulika, utaishi tu, ile nyoka itakuuma kwa sababu ulijua. Ukiota unaua nyoka, wewe ni mchawi ambao unakamata, wewe ni mchawi ambao unaangamiza. Mungu amekupatia kibali cha kumuua. Kama atasema kila roho ya giza ambayo inatumia nyoka katika hiki kijiji, ambayo Bwana amenionyesha, na ikamata na ikatakata na ichoma na moto, ukifanya hivyo kama ni mwanadamu hataishi, atakufa. Na ukisema huwa baya umeoa nyoka. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo neno leo inatuambia Mungu ametupatia mamlaka ya kutawala ulimwengu wa giza na kutawala ulimwengu wa giza. Tunastahili tuombe leo
kasonga tende vile tunataka, lakini kwa sababu ati